Wengi wanapenda watu wengine, wageni, watu wasiozoeana nao, watu wa mbali, huku wakichukia familia zao, watoto wao, wake zao, wafanyakazi wenzao, watu waliowazunguka wanawachukia. Shetani anaweka hiyo ili kupingana na andiko linalosema mpende jirani yako. Sasa Yesu alisema haijalishi mtu amekukosea vipi, Baba wasamee, hawajui walitendalo. Mtu ambaye anakukosea amefungwa fahamu zake, kapigwa, misingi ya kiuchumi imepigwa kwenye hila mbalimbali, akaingia kwenye tamaa, wakaachana huko. Hasira za mtu ambaye ameachana kwenye masuala ya mahusiano ni kama mtu ameenda kubeti akaliwa mahela mengi, sasa ndo anarudi unakutana naye. Hasira za kiuchumi sio yeye. Kuombea sana Mungu apige yule ambaye ameshikilia uchumi kwenye ngazi yoyote, aondoke. Kuna vitu vingi hautakuwa na hiyo roho ulionayo mbaya kama uchumi wako ni mzuri. Akasema uwasamee, alafu walikuwa wanamuua. Wewe hata ujeuliwa utaki kusamee. Akaja akafufuka. Kwa hiyo wewe ambaye usamei, kuna vitu havifufuki ndani yako kwa sababu ya kutokusamee. Haijalishi unaombewa. Unajua kuombewa ni kama umeiba mahali. Maana kuombewa kunategemea imani yako. Yesu alisema imani yako imekuponya, imani yako imekuponya. Alikuwa anawaambia hivyo. Sasa kuombewa, imani inatakiwa iendane na matendo. Ukiombewa na wakati kuna vitu ufanyi, ni sawa sana ukamwomba mtu kaiba mahali, alafu baada ya miaka kadhaa ukamwomba mtu aende akakuombee pale, naomba waniajiri tena pale. Wale wakurugenzi, wale waajiri watakumbuka matendo yako uliyoyafanya, alafu hawatakuajiri. Hawaangalie ombi yule anayekuombea. Mungu anaangalia matendo. Uko kote unakoenda kuombewa, Mungu anaangalia matendo yako wewe. Kwa hiyo kufunguliwa kwako Mungu anaangalia wewe, sio maneno ya mtumishi anayekuombea. Mungu bado anarifaa unayoyafanya. Ndio maana watu wengi mtachakaza viatu, mtachakaza matairi ya magari kwenda kuombewa, msipojua kwamba kuna vitu natakiwa ufanye wewe.